Dada pamoja na bwana mdogo, kama tulivyoongea kwenye kikao kilichopita. Ndio kaka. Dada, naomba tutolee hivyo vitu vya marehemu mama hapa, tujue tunavifanyaje. Sawa. Haya. Hivi hapa kaka. Haya. Unataka kuniambia vitu vya mama ndio hivi tu? Ni hivi tu nilivyokuta ndani. Na vile vitu vyake ambavyo ndio vilikuwa vinasababisha matatizo hapa mtaani. Sijui hata viko wapi. Maana nimeviangalia wala sijaviona kaka. Hebu rudi dada, katizame vizuri ndani. Kwa sababu sio nguo tupu, ana vitu vingine mama. Sawa. Hebu msaidie, tizama na yuko kama vipo. Kuna kitu. Basi vitu singe kusubiri hapa. Inawezekana kule kuna kitu. Kaka. Mbona hamna chochote? Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi hata sielewi kaka. Mama, hivyo vitu unavyozungumzia alichukua mjomba. Unasemaje? Hivi kaka, mdogo wako ana akili kweli? Hichi kikao kina maana gani sasa? Hebu niambie kaka, maana wewe ndio mkubwa wa hii familia. Hichi kikao kina maana gani? Tunaziba huku, yeye huku anakuja kufua huku. Kaka, nini sasa hii? Hebu sijakuelewa. Mjomba wako mimi ama mjomba wako mdogo? Bwana mdogo. Vitu gani ambavyo ulichukua? Kwa hiyo mlivyoniona nimekaa kimya ndio mnaamua kuanza kunitupia shutuma, si ndio? Wewe umeniona saa ngapi mimi nimebeba hivyo vitu? Alafu dada, naona mnashadadia sana vitu kwamba wao amebeba. Nimebeba nini? Nilikuwepo, yani mlikuwepo nyinyi ambapo nilikuwa nabeba hivyo vitu. Mwanangu amekuona kipindi unabeba hivyo vitu. Alafu kitu kingine mdogo wangu, ina maana haya yote yalikuwa yanafanyika kuhusu mama, wewe unayafurahia Uliona ni sahihi, si ndio? Sisi tunanyoshwa vidole. Tukitoka nje ni sisi. Likitokea lolote ni sisi. Unaona ni sahihi Utuheshimu sisi wakubwa zako, si ndio? Kwa hiyo huyu hawezi kusema uongo. Uongo angeniambia ndani, sio hapa mbele za watu wote. Mfano, mimi ningesema kwamba dada, kipindi tunamaliza msiba nilikuona unabeba vitu vya mama. Msingeniamini kwenye kikao au kwa sababu ameanza kuzungumza yeye. Sikilizeni niwaambie. Daza na Joy ni mkubwa wa familia. Hivi vitu kama vimebebwa, inawezekana kuna mmoja wetu ambaye amebeba hivi vitu na anataka kufanya kazi kama alikuwa anafanya mama. Hapana. Sikiliza mdogo wangu nikwambie. Haya maswala unayotaka kuyaleta au kuyafanya yana madhara makubwa sana. Ila wewe hujajua. Hivi unajua sifa alivyokuwa nazo mama hapa mtaani? Familia yetu yote ilikuwa inadhalilishwa na mama. Tutafanyaje kwa sababu ni mama yetu? Wanatuambia sijui mama anaruka na ungo, sijui mama anafanyaje, sijui mama hata mtoto. Yaani msiba ukitokea anaonyeshwa kidole mama yetu. Sasa leo wewe unataka kujiingiza tena kwenye mkumbo mdogo wangu. Umri wako bado. Yako mambo mengi ya kufanya. Hivi vitu havikustahili. Msianze kunipa shutuma. Hebu fuatilieni mjue mwafaka hichi kitu ni nini. Kaka, sema na mdogo wako. Kwa sababu mimi ni wa kike, hawezi kuniheshimu. Sema na mdogo wako kaka. Sikiliza kwanza dada. Nyinyi ni wadogo zangu. Tambua mimi ni mkubwa wenu. Sawa. Alafu lazima tuheshimu hichi kikao. Hapa hatujawaita wajomba, kina nani, watu wote hawajaja. Tumesema tukae wenyewe kama ndugu ili tulimalize. Sasa
wewe hapo mimi kama kakako na kuamuru, naomba karudishe vile vitu kwa usalama wa maisha yako. Kuna mambo mazito sana uyajui, alafu ni dhima kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Laiti kama ungejua hicho unachotaka kwenda kukifanya adhabu yake kesho akhera, usingethubutu hata chembe ya kuvisogelea hivyo vitu. Wewe blaza, naona nishitumu kwamba mimi nimebeba hivyo vitu. Sasa mtoto wewe anasema, mfano mimi ningesema kwamba wewe unajifanya unashinda na tasbihi ndio umebeba hivyo vitu. Adabu wana. Sikilizeni niwaambie. Naona hapa kwenye hichi kikao mmekuja kwa lengo la kunishutumu. Sasa basi, mimi naondoka na navunja hichi kikao. Hakina maana. Wewe naona nakuelekea. Nataka tukutane baadaye. Wewe usimnyoshie mtoto wangu kidole. Kaka, ongea na mdogo wako. Naona hichi kikao tena hapa. Basi mimi navunja hichi kikao. Mwanangu, tuondoke. Heshima yako mkuu. Samani, unazungumza na sisi? Nilikuwa nakusalimia tu. Vipi? Safi, vipi hali? Salama. Asante. Bravo! Nimekuagiza, mbona unakuja? Nimekuja kusikia maagizo yako mkuu. Mama. Bravo! Ndio mkuu. Nakutuma. Wewe huna mtoto, huna damu ya kuzaa. Ndio mkuu. Ukitaka mkoba wako uwe na nguvu, lazima umtoe dadako. Ndio mkuu. Ukimtoa dadako, ukimwaga damu, ndio unapata nguvu. Umesikia Bravo? Nimekusikia mkuu, nitatekeleza kwa uadilifu. Mbadile mama. Mbadile mama. Mbadile mama. Mbadile. Mbadile. Mbadile mama. Mbadile mama. Mbadile mama. Ha ha. Ha ha.
Mbalile mama. Wewe mbona mzembe? Wewe mzembe! Nimekuagiza uende ukamuue dadako, unarudi hapa unialia nini hapa? Mkuu, hali ni ngumu. Dada analindwa na mtoto wake, sikujua kama ni mchawi. Mtoto wake? Ndiyo mkuu. Dadako ana mtoto? Ndiyo mkuu. Sasa sikiliza, takupa Dija uende naye, kuna binti takupa uende naye, lazima umuue Dija. Dija! Kwa uzembe uliokuwa nayo usije ukamponza na Dija akafa. Sasa nawatuma na Dija, na kuaminia sana Dija, nataka ukamuue huyo dada yake pamoja na huyo mtoto. Nimemisi kula makagari ya watoto wadogo. Haya, changamka. Nenda. Mbalile mama, mbalile. Mbalile mama, mbalile. Mbalile mama, mbalile.